Karen, unampokea Pasco awe mume wako, tena waidi kuwa mwaminifu kwake, umpende na kumheshimu siku zote za maisha yako. Ndio. Pasco, unampokea Karen awe mke wako, tena waidi kuwa mwaminifu kwake, umpende na kumheshimu siku zote za maisha yako. Ndio. Ukubaliano huo mlioonyesha mbele ya Mungu na kanisa, Bwana ubariki na kuthibitisha. Nishawaambieni tena, narudia tena, aliunganisha Mungu. Manake tunafunga nguzi kwenye urefu wa kamba yake. Aliunganisha Mungu mwanadamu asitenganishe. Manake hapa tunategemea tuone hii mbuzi ikiwa hapa ilipofungwa. Aliunganisha Mungu mwanadamu asitenganishe. Sasa changamoto iliyopo hapa ndugu zangu ni huyu mbuzi kubaki hapa. Mbuzi wengi wamekata kamba na wanazunguka kwenye mashamba ya watu wanakula huko uwaka baba, mbuzi. Naomba kama wewe ni mojawapo ya mbuzi uliyekata kamba, leo ni siku yenu, naomba ewe mbuzi urudi nyumbani. Hamna mbuzi uliyekata kamba. Leo mmeimba vizuri, leo tunafanya sherehe yenu vizuri, lakini vigezo na masharti kuzingatiwa. Mbuzi akae nyumbani, asisahau. Kati ya lawama zinazotoka sisi makuhani tunafahamu, huwa tunaletea malalamiko, ni mbuzi kukata kamba. Mtu anakuja kumwambia baba, sina raha kwenye roho yangu baba, nasikia kama ni maumivu, ni mateso, ni motoni baba, natamani kufa baba, nimechoka, nakaa na ng'ombe. Ni kwa nini? Kwa sababu they don't keep their promises. Ahadi. Kumbuka yale matukio yote ya ndoa, jinsi ulivyoalika ndugu zako kutoka mkoani. Kumbuka ile michango uliochangiwa na watu wenye mioyo minyofu wakikuombea heri na baraka. Kumbuka mimi profo na wale mapadri walikuwa mikono juu ya kichwa changu, na kumbuka na watakatifu walikuwa wanaombewa. Wewe kumbuka yale maneno aliyounganisha Mungu. Umeombewa baraka, umesali, umepiga magoti, umepokea Ekaristi, mwili na damu. Siku hiyo imekuwa ni siku very special. Leo hii kwa sababu tu ya kukosana maneno mawili mnavunja kitu kikubwa hivi, kwa sababu ya kunyimwa watu 10,000 ndio umeamua kununua mwezi mzima, kwa sababu tu umekuta message imeandikiwa sijui nini, ndio umeamua kutokuongea na mimi, ndio unaniadhibu. Yote haya kwenye promises. Mimi nawaombeni kwenye dua, jamani, kwenye dua ndio kuna maumivu. Baba, wewe ni mlinzi wa Yerusalemu, nitawaweka walinzi katika Yerusalemu. Wewe ni mlinzi Baba, mlinzi anayechunga nyumba mbili, moja itaibiwa. Waka wazee wangu, nimeambia sadaka yenu haikumbuki, lakini mapungufu yapo, ndio naongelea mapungufu sasa hivi. Sasa ile niliwasifia, sasa hivi nawachoma kidogo, nawafinya kidogo. Kuna wakati mnalaumiwa kwa kutokuwa waaminifu. Wakati mwingine wapo wanaume ambao wanawake msururu kama watu wanaenda kupokea vipaji. Mmekuwa na maneno mazuri ya kuwapa faraja kina mama ambayo si ya kweli, ahadi za uongo. Wapo kina mama wana maumivu, lakini wewe mwanamama ambaye hutulii, tamaa, chunga tamaa. Angalia sana mdogo mwanaume anaweza kudanganya kitu ambacho hana na ukaamini. Uwe makini. Kwa hiyo uaminifu kwenye ndoa zenu. Baba, utakasa ndoa yako, kuitakasa. Wewe nikukumbusha kuitakasa. Kama neno namna kuitakasa ambapo pengine hata matatizo yaliyopo hujui chanzo chake nini. Hivi unakumbuka kabla hujaoa
ulikuwa na mahusiano na nani kabla hujaolewa? Unakumbuka ulikuwa na mahusiano na nani? Unakumbuka kabla ya kuingia kwenye ndoa uliaga vizuri? Unamwangalia na ndio nawaambia, uliaga yule binti ambaye ulikuwa umempa maahadi kibao, leo hii ukaja kuacha tu kama vile umepaa mbinguni, umepaliza, akabaki na maumivu, akabaki na uchungu, akawa anasali yeye, Mungu, kwa nini amenitesa hivi? Kwa nini amenifanyia hivi? Kwa nini nimeumia hivi? Aliniambia atanioa, nikajitoa roho na mwili wangu nikampa. Leo ameniacha, leo ameniacha. Asante. Unamtengenezea mdada wa watu resistance, anakuwa kama nyao. Akikutana na mwanaume inakuwa kama nyao ameona mbwa. Ukishaona nyao akimwona mbwa, yaani mwanamke saa zote anakaa mpaka miaka karibu 38 hajaolewa, yuko tu kwa sababu ya maumivu aliyoumizwa. Watu wenye maumivu ya kuachwa, alafu wewe uliacha wala hujali, na umeenda kuingia kwenye ndoa na umefunga ndoa vizuri bila kuaga vizuri. Mimi nakuambia watu wanasali sala za huyu dada aliyemwacha, lazima jina lako litatokea mbele ya Mungu tu, unashtakiwa tu, lazima utashtakiwa. Hutabaki salama. Utaingia kwenye ndoa, utazaa na watoto, utapigwa na adana, utakaa na mke mpaka utamkumbuka huyo uliaga. Na kuuliza wewe yuko uliaga au uliondoka kimafia kwa sababu utanifanya nini? Kuna watu mnapambana kwenye ndoa zenu, hamna baraka kwa sababu mliacha maumivu kwenye mioyo ya watu. Kumbuka yeyote yule unayemfanyia ubaya, isiwe kwenye mahusiano, hata kwenye maisha ya kawaida, watu huwa wanasali. Usimtende mwanadamu vibaya, utaripotiwa huku, sala zitagonga pale. Mkuu mwenye fadhili zake za dunia, mchungaji mkuu, atapelekewa taarifa na hata nyamaza. Kwa hiyo wewe ambaye umewaumiza watu, uliingia kwenye ndoa kibabe, ukamuumiza mtu. Wewe dada, ulimwacha mwanaume ambaye alikusikia, alijitoa roho na mwili, ukaja kumwacha kidogo anywe sumu, na wala hukumwaga wala kumwomba msamaha. Unategemea ndoa yako ikae salama wewe? Kutoka wapi? From which point? Kutoka wapi? Kutoka msingi upi uliojenga? Kuna ndoa zinaning'inia hewani, hazina baraka, kwa sababu mmeumiza watu kwenye mahusiano kabla mjaingia kwenye ndoa, agano lenyewe. Ndio maana maagano yenu hayana baraka. Kwa hiyo nawashaurini, pengine leo ingekuwa heri leo usikie sauti ya Father Kesi, mdomo niko hapa cha mdomo naongea na kukumbusha. Pengine baada ya misa ukitoka uandike message, haijalishi hata kujibu nini, lakini omba msamaha. Mwambie leo padre amehubiri, ametukumbusha kitu cha muhimu sana. Naomba Bwana, mimi na wewe tuko na mahusiano, naomba tusameheane. Najua siwezi kurudi tena, hata wewe huwezi kurudi tena. Najua nilikuumiza, naomba unibariki. Natosha. Utakesha hapo bora zunguka kwenye makanisa kwenda kutafuta baraka, utaambiwa ununue mafuta sio ya nini, kumbe ni kwenda kuomba msamaha. Nenda kaombe msamaha wale walioumiza. Watu wanasali,
Ripoti yako iko huku kwa mkuu unayejifanya mbele yake wewe ni mwema, yeye anakujua. Ripoti iko. Kwa hiyo maandamano mnayowashika, angalieni mlikotoka. Hiyo mwanamke, mwanaume, msiumizane kwenye familia wakati mnalea watoto, baba na mama. Nirudi sasa kwenye pointi ya baba, hapo baadaye nitamaliza. Pointi ya baba, wakati naongea kama baba, hasa kwa baba, ni vizuri kurifaa Biblia. Tumie Biblia. Tuna mtu ambaye tunamwita baba yetu Ibrahim. Ibrahim ni mtu ambaye alikuwa anamsikiliza sana Mungu, na siri ya mafanikio yake ni utii kwa Mungu. Wewe kama baba, tunalaumiwa sana kwa kupenda vitu, tuko busy, tunahangaika kutafuta mali, lakini hatuna muda wa imani kwa Mungu. Lakini kwenu, kwa jinsi nilivyoona hapa, kwa kweli nyinyi mmegoma, mmepambana sana. Paroko, pongezi baba. Watu kwa hapa kwa kweli sio rahisi, na mimi jimbo la Dar es Salaam nimekuwa pale ninafanya kazi kwenye jimbo la Dar es Salaam. Nazungukaga huwa naalikwa huku na huku, na mdomo mwenzenu huwa anapigaga mdomo sana. Naendaga huku na huku, kwa hiyo naonaga. Lakini leo naona wanaume wanaimba alafu system nzima wamecontrol. Sio kitu kidogo. Naomba mjipongeze. Walikuwa wanafikiri wanaume hawezi kupiga vigelegele. Hebu waonyesheni kidogo. Hii ni ishara kwamba ninyi mmempenda Mungu na mna imani naye. Mimi nawaambia endeleeni hivyo. Baba, najua mna kazi nyingi, mna shughuli nyingi, mnapambana kwa ajili ya watoto, mnawaza ada, mnawaza chakula, wakati mwingine hata mahusiano pia. Kuna wanaume pia wanavumilia mengi. Kuna wanaume wameoa wanawake wa ghorofa. Kuna wanawake kama maskari. Saa zote yuko tu kijeshi. Na wengine wameoa kama ma-MC wa familia. Saa zote ana mic anahubiri. Anatoa matangazo saa zote. Wewe John njoo baba, hebu zima TV. Chukueni vijiko vile kule. Mpige rege hapo dada, chukua na nini? Baba mkimya. Kuna baadhi ya wanaume hapa, mngekuwa mmeoa baadhi ya wanawake wa watu wengine, mkuta mshawaua. Kwa jinsi wanavyoongea. Lakini Mungu alipowajabu huwa anakupaga likitu lako ambalo linaendana na wewe. Mpaka watu wenyewe wanaongea wenyewe wanasikia. Yaani huyu mama angekuwa ameolewa na mtu mwingine, yaani angeuawa. Huo mdomo. Lakini mume wake mpole wala anapole. Amezoea. Yaani umezoea, umekuwa kama simba yani. Simba akiona vimbwa vinabweka wala hangaiki. Sasa kuna wanaume ambao wanajijua hasira zao jinsi zilivyo. Kwa hiyo mpaka waje wa react. Na usichukulie ukimya wao kama ni ujinga. Wako hivyo tu. Mungu amewapa hekima yao. Wanajijua. Kwa hiyo kuliko hata wajibu, wanabidi waondoke nyumbani. Warudi baadaye. Maji yatuame, warudi. Kwa hiyo kina mama msiwachokoze hao wazee. Najua hapo moyoni unasema waambie baba, waeleze. Lakini kina mama wakati mwingine hawakasirikaji hivi tu. Wewe ukiona mke wako ameanza kung'aka, ujue umebadilisha position. Wanajua kama mtu alikuwa anaambia baby, I miss you, you're so cute, I love you honey. Alafu kila saa baby anaitwa sio nini, ukienda kazini una message umeshajibu. Ghafla tu from nowhere ujibu tena wala uhangaiki, ukirudi umechoka. Wewe abiria, chunga mzigo, kagua. Na kina mama nawaambieni kuna wanaume wameingia kwenye mahusiano ya dhambi bila kutaka, hawakuwa na nia hiyo, lakini mazingira waliojikuta wamejikuta wameingia kwenye dhambi na wanatamani watoke huko, lakini wameweka siri, hawasubutu kukwambia, hawasubutu kumwambia. Roho zinawauma, wanakumbuka ndoa yao, wanakumbuka nini, lakini ila kuna mama amemtamani, amemweka kwenye kona, jamaa kaingia kingi shop afa kuruka naye.
yuko na control. Wapo wanaume hapa, kama ungeweza kumtoa kwa aliko, angekushukuru milele. Niwaambie waokoe. Kina mama mleko hapo, msisubiri nyumbani mpaka mletee ukimwi kwa kisingizio kwamba mimi sitaki kuangalia simu ya mume wangu, sitaki pressure mimi. Hutaki pressure, lakini utaletewa ukimwi. Si pressure utaki, utaletewa ukimwi ambao utakuja kusababisha pia pressure. Sishiki simu, huo ni mwili wako. Wakati mwingine pita kama fanya patrol, poto ya poto, hata kama utapoteza jino moja, patrol yafaa nini kwenda mbinguni iko na kila kiungo. Piga patrol. Jamaa amefunga simu yake kwa password, umwambie tu mume wangu, hebu nifungulie. Utasikia tu ya nini? Fungua, nifungulie. Hebu nifungulie. Mama nani bwana, nakuomba fungua hapa, fungua. Koma. Akikubali. Sio chu, akikubali anajiamini. Lakini akikataa, unakataa nini? Kuna siri gani unamficha mke wako? Kama mwili wake ameweza kukuonyesha, ni nini unachoweza kumficha wewe? Ukiona mume wako amekunyima simu na ameifunga, ameikaza, msaidie. Kwa maana mume wangu naomba unifungulie. Faza amesema faza kesi. Kama huwezi kwenda Msimbazi tukamwambie. Pende, fungua hiyo simu. Fungua. Ukiona anashindwa, wakati mwingine unaziachaga mezani au wanaenda kuoga. Ikifikia tu wakati wa kuoga, unaanza ule wimbo. Ni wakati wa kukagua simu jamani. Unachukua simu, unajaribu kuangalia kwa mbele. Unajua simu ziki kwenye kioo, unaangalia jinsi vidole vimezoea kwenda. Unaangalia, unapima, unaangalia kwa mbali. Unaona kumbe anazungusha kama zeni kutoa hapo na pale. Alafu unaipima kidogo, unasema ngoja nijaribu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, naomba uonyeshe miujiza yako. Unajaribu kwenda naenda shwa. Unasikia wow. Inafunguka bwana. Hivi funguka. Unasema Mungu, hapo Mkristo shike moyo. Bwana wako alazo msalabani. Unaingia kwenye message za kawaida kwanza. Unakutana na message ya juu. Kuna mtu anashukuru, yaani jana nilienjoy. Unakata roho kwanza kwa ufupi kwanza. Unakuwa kama vile uone. Hapo ni message za kawaida. Unaingia kwenye WhatsApp, ukakutana na picha zilizotumiwa. Na bora ungekuta ni mmoja. Wapo wa kutosha. Chukua simu yako, piga picha, hifadhi kumbukumbu la Torati kwa ajili ya reference. Maana jamaa akishaipokea simu atafuta kila kitu na atakataa kwamba hata kitu kama hicho. Piga picha, hifadhi. Alafu ikiwezekana rudisha kwenye eneo la tukio, alafu ondoka. Nenda jikoni bize. Mhudumie kama kawaida. Subiria wakati ukiwa kwenye utulivu. Unafungua simu yako, unamwambia mume wangu, samahani, kuna jambo nataka kuonyesha. Unafahamu wewe? Naomba usifanye. Nieleze ukweli. Mimi ni mke wako. Niambie tuyamalize. Ukinificha utaniumiza. Kiri nitakusaidia. Usianze kuchukua message na kwenda kuzipitisha kwa mama nani si wapi, kupeleka kwa mama mkwe si baba mkwe, unaenda kumwalisha. Mueleza nini? Weka dawa kwenye kidonda. Unaenda kuweka kichwani wakati anaumwa kwenye mguu. Weka. Mwambie huyu nani? Mama nani? Mama nani? Mama Sofia. Huyo ambaye anapika mandazi hapa nyuma. Unafanya uchaguzi. Mtasaidiana. Mimi naambia itakuuma wewe mama. Unaweza kuvuruga, lakini ukiweza kutulia. Ndio maana afya ya akili
muhimu sana, utulivu wa kuweza kusolve migogoro bila kupaniki. Wengi mna paniki, hapo tunafanya mambo yanakuwa magumu zaidi. Lakini kaeni, elezaneni, saidianeni. Wewe baba, siku umekamata simu ya mama, ukakutana kuna wanaume ambao mama anawaendekeza. Wapo kina mama wanafurahia sana kuambiwa maneno, yaani wewe mzuri, una kiuno kama sio cha tembo, una macho kama ya nyau. Yeye anacheka tu. Hamna. Ni kama mama ambaye ameshaolewa yupo kazini. Wapo vijana ambao wanafanya naye kazi, kila saa anamshika kwenye mabega, wakati mwingine kiuno, na yeye anakubali tu. Wewe lazima uresist. Wewe kama kompyuta ukiweka programu ambayo si ya kwako inakataa. Hilo usikubali watu watakudharau. Kila mtu anasikizika mwili wako, unakubali tu. Vijana wa bodaboda kwa sababu unataka kuuza supu yako, waje tu wakushike, sio vile ambao wanaogemea kwenye manyonyo, wewe uko tu. No, resist. Onyesha kwamba mimi ni huu mwili ni hekalu, sio kitu cha kushika na kila mtu. Kuna programu yake imesetiwa iko nyumbani, mume wangu. Wewe uko tu, jamani, wewe jioni mtundu uko kama sungura. Je, wewe si mmoja hapo kati ya kina mama hao? Ni wewe. Je, wewe baba uliyeko hapa, sio wewe ambaye umetoroka familia yako, umeweka password kwenye simu, mke wako amekuambia uifungue, umekataa katu. Umesemaje? Nini? Naomba leo mkafungue password. Ndugu zangu wapendwa, kuna Yakobo baba yetu alikuwa ni baba wa taifa la Israeli. Yeye aliona maono, ngazi imeshuka mbinguni, shuka chini, malaika wanashuka na kupanda. Baba wa familia, wewe ni ngazi, lea familia yako wapite kwenye ngazi waende mbinguni. Wewe ni ngazi. Baba wa taifa la Israeli, Yakobo, Israeli mwenyewe ni ngazi, pata yale maono. Mwanzo sura 28, akiwa Betheli, sehemu inaitwa Luzu, aliona kama ngazi inapita, malaika wanashuka, hapo pembeni ya ngazi Mungu amesimama hapo anaangalia process nzima. Wewe kama baba ujue Mungu yuko na wewe pembeni, anaangalia jinsi unavyowapeleka wengine mbinguni. Hakikisha kama baba watu wanapanda kwenye ngazi yako kuelekea mbinguni, uwe busy kuwapeleka watu kwa Mungu. Ngazi yako sije kabaki ikawa sisimizi tu na mijusi inapanda hapo. Ngazi watu wapite waende kwa Mungu. Mfano wa baba mwema zaidi mwingine tena kwenye Agano Jipya ni Mtakatifu Yosefu, baba mwenye busara anayetenda kwa ukimya. Hata ninyi kina baba, kama nilivyosema, kazi zenu hazitambuliki sana, mnatenda wakati mwingine mko kimya sana, mko kama Yosefu. Tendeni. Nilijua kuna mfano wa mtu ambaye alikuwa anatenda zaidi, hakuongea, alikuwa anatenda zaidi, lakini matokeo yake yalikuwa ni makubwa sana. Wewe kama baba endelea kutenda, muige Mtakatifu Yosefu. Hakumwaibisha mke wake, na wewe usimwaibishe mke wako. Mtambulishe vizuri, msamehe pale anapokosea. Siku zote yasikilize mapenzi ya Mungu. Alimfundisha Yesu seremala. Wewe unajua unapambana kwa ajili ya familia. Alimwepusha Yesu na hatari. Baba, waepushe pia watoto wako na hatari. Pata muda, kaa na familia yako, msikilize mama, sikiliza watoto. Ni kweli unaleta chakula, unaleta pesa, lakini haitoshi. Kaa na familia yako. Baba na mama ni miguu miwili ya mwili. Ili mwili usidondoke
lazima kuwe na mawasiliano ya miguu hii miwili. Kishuka kwenye ngazi hapa, hii miguu lazima iwe na mawasiliano, baba na mama. Lazima mguu upi uwaze, unatangulia huu afu uje huu, kutoka juu hapa kwenda juu hivi. Ndio familia yenyewe, baba na mama. Wasilianeni ili familia ibaki salama. Baba, nishawahi kuambieni tena, narudia, kama umevaa sketi ya majani usikae karibu na mbuzi. Kuna mazingira ukikaa kama baba utapotea. Usiende kukaa karibu na mbuzi wakati unajua umevaa sketi ya majani, utabaki uchi. Umeweka mayai mfukoni, unacheza mziki, yatapasuka. Unauza mayai sokoni, unakuwa wa kwanza kuanzisha ugomvi, itakula kwako. Baba, penda familia yako, epuka mazingira yoyote yale ya dhambi. Baba, pombe, 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 pombe. Glasi ya pombe imeua watu wengi kuliko mto mkubwa wenye mamba. Acha kushindana na viwanda vya pombe. Viwanda vinazalisha tu, wewe ni mwanadamu. Acha kukaanga figo zako, acha kukaanga mwili wako. Ujui wako watu wanashindia pombe hawali, watu wanakaanga figo. Sasa hivi nenda Muhimbili, dialysis kila mahali, watu wamejaza sumu mwilini. Baba, chagua nini chakula vile vile. Mdomo wako unaweza kuwa ndio sehemu ya kuua wewe mwenyewe. Unachoweka mdomoni unaweza kuwa unajinywesha sumu, unajimaliza mwenyewe. Hicho unachokipigania kilete nyumbani mle na mke wako. Wapo kina baba ambao wana tabia ya kupenda kula nje na nyumbani. Kwanza wao wenyewe wamenawiri kuliko wake zao. Ukikaa na mke wako unafikiri bado huko unamfanya kazi. Yaani unapendeza, una kitambi mweupe, umevaa paka pete imekuwa kubwa, unaenda kuchonga nyingine. Baba, una duka lako, mke wako afikishi pua yake pale. Baba, una vitu vyako, umenunua viwanja vya siri, hujasema kwa mke wako, unakufa. Wale marafiki ambao ulienda kupima nao viwanja ndio wanavichukua, mke wako anabaki hana kitu. Eleza siri zako nyumbani. Hapa duniani hauishi milele. Sema, acha kujifanya kuficha siri. Utakufa tajiri, watoto wako watabaki maskini. Vile unavyopambania utachukuliwa na watu wa nchi. Unajifanya unaweka siri, kumbe unajikomoa mwenyewe. Penda familia yako. Mwisho kabisa, tunawashukuru sana kina baba kwa upendo wenu, kwa mioyo yenu yenye huruma, kwa namna mnavyopambana. Sisi wanaume huwa tunakufa mapema bila kuwaficha. Upate muda wa kuangalia afya yako, upumzike, peleka gari garage ikufanyie service. Vile unapopambana kila siku, ifike hata mahali utoke out na familia yako, mnywe hata kidogo, ufurahi. Sio kila siku tu kupambana tu, sio kila siku kuhangaika kutoka jasho. Najua kuna ambao mnaamka usiku, mnarudi usiku, mmechoka. Kuna wengine mmejeruhiwa, watu wamewatapeli, mna maumivu yenu. Kweli mnahitaji faraja. Nawaombea neema ya Mungu siku hii, nyinyi mkiwa kama wachungaji wa familia zenu. Naomba Mungu awasaidie. Poleni sana kwa majeraha ambayo mmeyapata katika mihangaiko yenu, ambayo kina mama pengine hawakuiona sana. Sisi kama jamii na kama mapadri na kama kanisa tunatambua, hata wakati mwingine pesa wanazotoa hawata, asilimia kubwa pia zinatoka kwenu. Hata wakati tunasema uwaka umerudi nyuma, tunajua hamjarudi nyuma kivile. Tunajua mko nyuma ya wakati mwingine, tunafahamu. Wawata siku zote kina mama huwa wako mbele kwa kanisa, hiyo hatuwezi kukataa. Jinsi walivyo wako hivyo, lakini bila support yetu wasingeweza pengine kuja. Kwa ujumla tunawashukuru ninyi
nyote kwa kuwa wachungaji wema wa familia zenu. Watoto wenu mnawapenda, waleeni kwa adabu, wafundisheni maadili mema. Sasa hivi watu wanafundishwa elimu bila maadili. Elimu bila maadili yanaleta uharibifu. Tunapata watu ambao wana akili sana lakini hawana hofu ya Mungu. Jana nilirusha clip fulani nikasema, kuna mwanafalsafa anaitwa Aristotle anasema kuna elimu za namna mbili. Kuna elimu ya akili na elimu ya moyo. Elimu ya akili ni kama kujifunza hesabu, Kiingereza, sayansi, maarifa fulani ya dunia, udaktari, biolojia, vyote ni elimu ya akili. Lakini kuna elimu ya moyo. Elimu ya moyo ni kama huruma, upole, maadili mema, uadilifu. Ukipata elimu ya akili bila elimu ya moyo, umepata elimu nusu. Utapata watu wenye akili lakini hawana huruma, hawana uadilifu, hawana upole. Mtu mwenye akili sana alafu hana elimu ya moyo anakuwa katili sana.